kwa nini wakina mama wajawazito walio wengi huwa wanatapika kipindi kile cha kujifungua au kipindi cha uchungu. Na kama ulikuwa na swali hilo na ulikuwa unajiuliza sababu ipi inapelekea mama mjamzito kuweza kutapika wakati wa uchungu, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kuna mmoja mfuataji wangu hapa, yeye aliniuliza swali, anasema Dokta, mimi niliandikiwa makadirio tarehe 11 mwezi wa 5. Jana nimetapika sana, mwisho nikaanza kutapika njano chungu. Dada yangu akaniambia chupa imepasukia mdomoni. Ni kweli dokta? Sasa unajua hawa wazee wetu wa zamani sijui walikuwa wanatumia akili gani, japo ni jambo ambalo ni la uzoefu. Mara nyingi akina mama wanapokuwa kwenye uchungu huwa wanatapika. Yaani tukiwachukua akina mama 10 ambao wapo kwenye uchungu, basi wakina mama 6, 7 mpaka 8 wanaweza kutapika kipindi chao wakiwa wanajifungua. Na ni kitu cha kawaida kabisa kwa mama kuweza kutapika kipindi ambacho anakuwa anajifungua. Sasa mara nyingi huwa inatokea pale ambapo uchungu umechanganya sana, au mwishoni pale unakuta ule mlango wa uzazi umefunguka kuanzia sentimita 9, 10. Kabla haujafunguka vizuri, au kipindi kile ambacho unatoka kwenye ile hatua ya kwanza unaenda kwenye hatua ya pili ambapo mtoto anaanza kutoka, pale ambapo unakuta akina mama wanaanza kutapika. Japo sio akina mama wote wanapata hii changamoto, na sio mimba zote unaweza kupata hii changamoto ya kuweza kutapika. Sasa kutapika mara nyingi, kama umetapika bila mara moja ni kitu cha kawaida. Unaweza kutapika mara moja au mara mbili, ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini ukiona unatapika mara 2, mara 3 au unatapika sana, hiyo inaweza kuwa hatari, kwa sababu inaweza kupelekea ukavu wa mwili na mwisho wa siku ukapata changamoto nyingine nyingi tu ambazo zinaweza kuleta shida kwenye mwili wako. Ila ukitapika mara moja ni wakati unajifungua, ni kitu cha kawaida ambacho huwa kinatokea. Kama nilivyosema, wakina mama 7, 6 kati ya 10 wanaweza kupata hali hiyo, na ni kitu cha kawaida kabisa. Sasa tuangalizie sababu ambazo zinapelekea mama kuweza kutapika wakati wa kuweza kujifungua, haswa anapokuwa pale uchungu umeweza kukazana. Jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza kupelekea ni homoni ambazo zinakuwa zimeongezeka, hasa homoni ya oxytocin, lakini vile vile ile homoni ya progesterone ambayo ilikuwa katika kipindi cha ujauzito, ambayo imeregeza sasa ule mfumo wa chakula, manake imeregeza kwenye ule mlango kati ya kola chakula na tumbo, na mwisho wa siku unaweza kutapika kirahisi. Lakini ile homoni yenyewe ya oxytocin inaweza tu ikapelekea kwamba mama ukapata kichefuchefu na ukatapika, hasa kipindi chako cha uchungu, hasa uchungu ukiwa umeweza kukazana. Jambo lingine ambalo linaweza kapelekea mama kuweza kutapika anapokuwa anajifungua hali ile ya uchungu ni mama ambaye ana njaa kali. Unakuta kina mama baadhi hawali, amekuja hospitali kuweza kujifungua, hanywi chai, labda hana kimiminika chochote ambacho anakunywa, labda maji. Yeye amekuja bila kunywa chochote na ana njaa kali, au uchungu ulienda muda mrefu. Hasa anapokaribia kuweza kujifungua, ile hatua ya pili mtoto kuweza kutoka, ile hali ya kuwa na njaa, mara nyingi mwili wako unaweza kupelekea ile hali ya kichefuchefu na unaweza ukatapika. Na tunajua kwamba kipindi ambacho unakuwa na njaa, mwili unaweza kubadilika, badala ya kutumia ile sukari au glucose ukaanza kutumia mafuta tunaita fat. Manake yale ili aweze kukupa wewe nishati. Sasa yanapotengenezwa yale, kuna asidi nyingi ambayo inatengenezwa, na hiyo asidi nyingi ambayo inatengenezwa inaweza kupelekea wewe ukawa na kichefuchefu na wakati mwingine ukaweza kutapika. Mama ambaye ana ukavu mwilini, haunywi maji, yani umekaa muda mrefu bila kunywa maji, hiyo inaweza kachochea wewe ukapata changamoto ya kuweza kutapika wakati unakuwa unajifungua, japo unajua mara nyingi inakuwa ni kitu cha kawaida. Lakini vile vile jambo lingine ambalo linaweza kupelekea ni ule uoga, wasiwasi, maumivu makali ya uchungu yanaweza kupelekea mama kuweza kuwa kwenye hali ya kuweza kutapika. Unajua kwamba unapokuwa muoga, basi ule mjongeo wa chakula unapungua, na mwisho wa siku pale unapokuwa katika ile hali ya uchungu, kwanza ule mjongeo wa chakula kwenye mfumo wa chakula unapungua, na nguvu nyingi zinaenda haswa kuweza kusaidia wewe uweze kujifungua. Jambo lingine kama nilivyosema, unapokuwa na ile hali ya msongo, una maumivu makali, inaweza kachochea kuweza kupelekea kuweza kutapika. Kwa wale akina mama ambao unakuta amekunywa sana labda chai nyingi, amekula labda chakula muda mfupi, labda ulikula mwenzangu na mimi ugali, uchungu kama umekazana, unakaribia kuweza kutoa mtoto, mara nyingi unasema kama mjongeo wa chakula unapungua. Kwa hiyo chakula kitakaa muda mrefu, kama ni chai itabaki tumboni muda mrefu. Wakati unasukuma mtoto, inaweza kawa rahisi kuweza kuitapika ile chai ambayo umekunywa. Kwa hiyo utakuta mama ametapika kile chote alizoacha kula. Kwa sababu gani? Ule
mmeng'enyo unakuwa unapungua kipindi ambacho unakuwa unajifungua. Jambo lingine ambalo linaweza likachochea ni pale ambapo unasukuma mtoto. Unaposukuma mtoto unaongeza pressure kubwa tumboni. Hiyo pia inaweza kuchochea wewe kuweza kutapika wakati wewe kuweza kujifungua. Kwa hiyo unapokuwa unasukuma mtoto inaweza katokea. Lakini hali hii mara nyingi inaweza katokea tu pale ambapo kuna mbadilishano, tunaita transition state, ya kutoka ile hatua ya kwanza ambayo mlango wa uzazi ulikuwa unafunguka kutoka kwenye sentimita 1 haswa 2 mpaka unapokuwa kwenye 9-10, sasa ambapo mtoto anataka kuweza kutoka, unaenda ile hatua ya pili ya uchungu. Na hapa ndipo kina mama wengi wao wanatapika. Ndio maana unakuta hawa wengine wanasema katika meseji zao kwamba chupa yako imepasukia mdomoni. Mara nyingi ukiona mama anatapika, wakati mwingine inaweza kuwa ishara za mtoto karibia anatoka. Na wengi utakuta wanatapika kipindi ambacho ule mlango wa uzazi umeshaisha, umefunguka, mtoto anakaribia kuweza kutoka. Maumivu yanakuwa makali sana ukichangia na hizo homoni na hofu, lakini vile na ile hali ya kusukuma mtoto na yale maumivu makali na ule msongo alionao mama, mwisho wa siku anaweza kutapika wakati wa kuweza kujifungua. Na unaweza kutapika kidogo tu, yani sio utapike sana. Okay, wanatapika sana inaweza kawa changamoto. Lakini sababu nyingine kwa wale ambao huwa wanajifungua kwa kuwekwa dawa za usingizi kama zile epidural, wakati mwingine inaweza kapelekea, hasa kama unajifungua kawaida, kuna wale ambao wanapewa epidural ya kupunguza maumivu, inaweza kapelekea ukatapika kwa sababu inaweza ikapunguza pressure. Lakini kama kuna sababu yote imepelekea labda wewe kuweza kupunguza pressure yako, mwisho wa siku inaweza kapelekea wewe ukatapika katika kipindi chako ambacho unakuwa unajifungua. Sasa kwa wale ambao wanajifungua kwa upasuaji, ndio maana mara nyingi kama unaenda kujifungua kwa upasuaji umepangiwa ratiba, kuna kipindi fulani utaambiwa usiweze kula chakula, hasa vile vyakula kama maugali na nini. Na wakati mwingine utaambiwa kabisa kama kwa muda huu usiweze kunywa labda chai, ili kuhakikisha kwamba kama inatokea changamoto, kwa sababu zile dawa za usingizi unazowekewa za mgongoni ambazo tunaita spinal, wakati mwingine inaweza kapelekea kupungua kwa pressure, na kupungua kwa pressure kunaweza kuchochea ukapata hali ya kichefuchefu na kuweza kutapika. Ni kitu cha kawaida kabisa, huwa kinatokea, japo mara nyingi unapokuwa unaandaliwa kwenda kufanywa upasuaji, basi unaweza kuchoma zile dawa za kuzuia kuweza kutapika. Na mara nyingi watu wanatengeneza mazingira kwamba mama tumbo lake asile chakula kingi sana. Ndio maana unashauriwa unapoenda kujifungua kwa upasuaji usile chakula kingi, na kuna muda fulani utazuiliwa labda kuanzia saa 6 usiku. Kama unafanywa upasuaji kesho yake asubuhi mapema, utaambiwa labda saa 6 usiku usile kitu chochote, punguza baadhi ya vitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo inaweza kapelekea mama ukapata hali ya kuweza kutapika katika kipindi chako ambacho unakuwa unajifungua. Sasa mara nyingi hao kina mama akishaona tu kwamba anatapika, kuna mwingine anaweza kujua kabisa mimi nikianza tu kutapika tayari manake mtoto anakaribia kuweza kutoka. Yani ndani ya hilo lisali moja basi mtoto atatoka, au ndani ya nusu saa mtoto atatoka. Kwa mfano leo nilikuwa namzalisha mama mmoja. Huyu mama alikuwa na sentimita 9. Nilimwanzishia uchungu, alikuwa na sentimita 9, na mwisho wa siku mtoto alipokaribia anatoka. Sasa kile kichwa kinavyoanza kutoka, huyu mama alitapika, na alikuwa amekunywa chai nyingi sana. Kwa alitapika ile chai yote, na baada ya dakika kama 20-30 mbele basi akawa amepata mtoto wake. Kwa hiyo ni hali ambayo huwa inatokea, na kwa wale ambao wanajifungua kwa upasuaji huwa pia inatokea. Japo mara nyingi watu tunawapa dawa za kuweza kuzuia kutapika katika kipindi chao ambacho wanakuwa wanaenda kufanyiwa upasuaji, kwa sababu ni hatari kuweza kutapika unapokuwa unafanyiwa upasuaji. Inaweza kupelekea ukapaliwa na chakula na ukapoteza maisha yako. Sasa inawezekana unajiuliza maswali, ni mambo yapi uweze kufanya ili usitapike? Wakati mwingine unaweza kutapika mpaka ukao mwenyewe ukajisikia vibaya kutokana na ile ya kutapika sana, au katapika sana, au inawezekana ni mimba yako kwanza ulitapika, ya pili ukatapika. Hiyo huwa inatokea, japo unajua kwamba wakati mwingine kipindi cha ujauzito unaweza kutapika kutokana na ile mabadiliko tu ya hormone. Sasa ili uweze kupunguza hali ya kutapika wakati wa kuweza kujifungua, cha kwanza kabisa hakikisha unapata chakula ambacho au kinywaji ambacho ni kilaini na sio kigumu, au kwa maana kwamba chepesi. Kwa mfano unaweza kupata supu ukaweka limao. Limao linaweza kupunguza hali ya kichefuchefu kama huna shida za mmeng'enyo wa tumbo, kwa sababu inakuwa na asidi nyingi, wakati mwingine inaweza kuleta changamoto kama na kiungulia. Lakini vile vile unaweza kupata labda chai ya tangawizi. Unajua kwamba tangawizi huwa inapunguza ile hali ya kichefuchefu. Lakini ni vema kama unakunywa labda juice kama mimi wakati uko unajifungua, sio juice sasa hizi Coca-Cola au sijui Pepsi na vitu kama hivyo. Nazungumzia juisi ya matunda, labda unaweza kuwa na juisi yako ya matunda kwenye bobo,
imetulia pale unakunywa. Sio lazima unywe chai wakati wa kuweza kujifungua. Lakini kama uwezo wako ni wa kunywa chai umeweka na tangawizi, unaweza kunywa chai. Tunashauri kwamba uweze kunywa chai kwa kiwango fulani ambayo inakuwa na sukari, inakuongezea nguvu. Maana kwenye sukari kuna glucose. Glucose ndio ambayo inakupa nguvu ya wewe kuweza kusukuma mtoto wako. Hautakiwi uwe na ukavu. Lakini wakati mwingine unaweza kunywa maji, hata maji ya kunywa unaweza kunywa tu katika kipindi chako ambacho unakuwa katika uchungu. Sio uchungu umekaa masaa 12 eti hujanywa maji, una ukavu. Mwisho wa siku inaweza kukuletea kichefuchefu. Lakini kama unaweza kupata supu, umeweka katangawizi, umeweka kalimau kidogo, ukainywa ile supu yako vizuri, inaweza kukusaidia. Kwa hiyo usibaki na ule ukavu, usibaki na njaa, inaweza kusababisha uweze kutapika. Lakini vile vile mambo mengine, kwa mfano kwa unajifungua kwa upasuaji, basi kuna dawa ambazo unaweza kupewa kwa ajili ya kuzuia kuweza kutapika. Ila ukiona unatapika sana, umepoteza yale, maana utapoteza maji mengi mwilini. Mwisho wa siku inakuwa ni hatari. Mwisho wa siku unakuta yale madini yanabadilika mwilini mwako na inaweza kuleta changamoto nyingine. Maumivu ya kichwa, pressure yako iko juu na unatapika sana, ni vyema kuweza kumuona daktari au kumwambia daktari unapokutana naye wakati wa kuweza kujifungua. Hiyo inaweza kaashiria kwamba kuna changamoto za hatari. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unaweza kufanya vidogo, japo kuna mambo mengine kama hormone, lakini vile vile kama pressure ilipungua wakati umepewa labda spine wakati wa kuweza kujifungua kwa upasuaji, basi yule mtaalamu wa usingizi yeye anajua ataiongeza pressure, kuna dawa zake atatumia, anaweza akakupa baadhi ya drip zikakusaidia na hata kuongezea labda dawa za kuzuia kuweza kutapika kama au kupewa wakati unajifungua kwa upasuaji. Lakini tunashauri sana uweze kutulia katika mazingira ya utulivu. Kama ulikuwa na msongo wa mawazo, unaogopa, basi punguza zile hofu, usiwe na wasiwasi. Na mwisho wa siku unapokuwa unatapika, kama ulikuwa unakaribia kuweza kujifungua, basi hiyo ni ishara kwamba tayari safari yako umeshaanza kutoboa. Mwisho wa siku unaimalizia tu kuweza kumtoa mtoto kwenye ile hatua ya pili, na mwisho siku kujifungua mtoto wako yuko vizuri. Sasa mwenzangu na mimi, kama unatapika sana na upo katika kipindi cha ujauzito, ni mambo yapi ambayo unaweza kufanya au sababu zipi ambazo zinapelekea uweze kutapika katika kipindi chako cha ujauzito? Basi unaweza click suggestion video hiyo hapo, kasikiliza na uweze kujua sababu zake. Na kama utakuwa na swali, niulize hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.